Kazi uliotutuma 100% tushakamilisha. Huyo asemaje huyu? Mbasi muelewe huyu akuja kusemaje huyu? Kwa bwana anakuambia macho. Mimi si wa kutafuta bwana Mtanga. Mjomba Mjusi anaweza kupigana? Kabisa. Mjomba unanidanganya. Kwa mfano pale bwana Mtanga, mimi hadi leo hii nina hasira naye. Odi. Mjumbe. Karibu. Upo huku mjumbe? Nipo karibu mwenyekiti. Asante. Karibu sana. Habari za siku? Salama, karibu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimeshakaribia tayari. Karibu. Asante sana. Karibu mwenyekiti. Asante sana. Habari za maendeleo? Salama kabisa. Hawajambo nyumbani kwako hapa? Hawajambo kabisa, karibu. Namshukuru Mungu nimefika salama. Sasa mjumbe? Ndio. Mimi kilichonileta hapa, nijua taarifa ambazo nimezipokea kutoka kwa mzee mwenzangu hapo kati. Aliniletea taarifa ofisini akanikosa, akaamua kufika mpaka nyumbani kwangu. Ndio. Taarifa zile zinahusu vijana wa Udumba. Sijajua kama wewe unazo. Taarifa hizo ninazo mwenyekiti. Lakini hao vijana ni kweli wamekuwa tishio sana hapa kijijini. Sasa kama unazo, inakuwaje siku zote hizo unazo taarifa hujawahi kunifikishia? Lakini katoka mtu mtaa mwingine huko, kavuka nyumba zaidi ya 20 sio ya 50 mpaka kufika kwenye ofisi yangu, kanikosa, kaja nyumbani kwangu kunipa taarifa hizo. Na hali ya kuwa wewe ndio mhusika wa eneo hili, hujachukua hatua zozote. Nini maana yake? Mwenyekiti, hao vijana ni hatari sana. Wanakimbiza watu na mapanga. Na kama unavyoniona mimi ni mwanamke, siwezi kupambana nao. Kwa hiyo nilikuwa natafuta muda sahihi nije nikupe hizo taarifa, tuone jinsi gani ya kushughulika na hili jambo. Kwani wamekutishia kukuua au kukutishia kukufanya kitu gani ambacho kinakufanya uogope namna hiyo? Kashawahi kuja kijana kwangu kwamba amekimbizwa na hao vijana. Na akasema kwamba ni mpo wa mzee Mjusi. Kwa hiyo ulivyoniambia kuhusu mzee Mjusi kuja kwako, nikahisi atakuwa amekuelezea na hilo. Sawa, mimi nimelipokea kwa kuwa nimekuja hapa kwako. Ufumbuzi utapatikana. Naomba tuongozane mimi na wewe mpaka kituo cha polisi tukazitolee taarifa juu ya hiki kinachoendelea kwenye kijiji chetu cha Omboko. Polisi? Ndio. Sikushauri mwenyekiti twende polisi. Kwa nini? Wale vijana ni hatari. Sasa tutaishi nini kwa kutawaliwa mpaka lini? Wale vijana ni hatari, na baadhi ya vijana ambao wako kwenye hilo kundi ni watoto wa wanakijiji hapa. Kwa hiyo tukisema tutoke hapa twende polisi, bila shaka familia zetu hazitakuwa salama. Mimi nilikuwa naona kama tukae na wanakijiji, tushauriane, kwa sababu baadhi ya wanakijiji ni watoto wao. Labda tukikaa pamoja tutapata suluhisho. Mjumbe wangu, umenena jambo. Hapo umenena jambo. Afadhali nimeonana nawe mamjumbe. Huu mguu unavyoona nilikuwa nakuja kwako. Na malalamiko yako mamjumbe. Kwenye kijiji hichi unajua kabisa vijana wa Udumba wameshaingia. Na wewe mwenyewe umekaa kimya tu, ulichukulia sheria yote mamjumbe. Una maana gani? Aha, kumbe swala lenyewe ni kuhusu vijana wa Udumba? Ndio. Nalifahamu. Lakini sasa lazima ujipange, ujue jinsi gani ya kuwaingia. Siwezi kusimama kwa ajili ya kijiji na familia yangu ikaangamia. Mamjumbe, kwa wewe familia yako unaijali kuliko sisi wanakijiji, si ndio? Familia yangu ikiwa salama, hata wanakijiji watakuwa salama. Hivi kweli wewe kuniambia mimi kwamba unajali familia yako kuliko wanakijiji? Sasa nini maana kupewa uongozi? Sio ongoza familia yako peke yako. Kama hili jambo limekushinda, nipe taarifa nimpelekee mjomba. Mjomba akasema anawamudu wale. Kwa sababu mjomba kwenye mkono kaleti kila kitu anajua vizuri mjomba. Mjomba? Mjomba ndio. Mjomba gani? Mjomba Mjusi. Mjomba Mjusi? Ndio.
Mwingine au huyu unayemjua hapa kijijini? Sasa mjusi gani kwenye kijiji hicho unachomjua wewe? Anaweza kushughulika na hao vijana? Unamdharau mjomba mjusi? Mjomba mjusi anaweza kupigana? Kabisa. Mbona sijawahi kusikia hilo swala la mjomba mjusi kupigana? Sasa unachokiogopa kitu gani? Kama umesema mzee mjusi anaweza kupigana, mimi nitaonana na mzee mjusi, niambie jinsi gani anaweza kunisaidia kusawa vijana. Ni kweli ni tishio sana. Mjomba. 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 Unafanya nini tena juu huko mjomba? Kuna bati niko naliweka sawa hapa. Nesi sijui limepinda. Shuka bwana huko mjomba. Wewe mjomba uko utaumia. Toe mshuka kwanza mjomba. Kuna shida? Wewe shuka kwanza mjomba, kuna kitu nataka tuongee kwanza. Vijana nini? Kwa sababu tupo kazini. Shuka mjomba. Nishukia huko au nipite hapa? Shuka hapa tu mjomba. Sio kwa wazee wengine sisi bwana. Shuka bwana. Umri umeenda, tunataka mjaribu Mungu. Shuka na kazi nyingi za. Ukipotoka utandaka. Usianguke mjomba. Taratibu. Sasa usinishike kiuno utapata razi ya mjomba. Mjomba bwana. Shuka bwana. Simu imefika sinio bado. Bado. Bado kidogo. Utapata razi ya mjomba. Sikia bwana mjomba. Mimi kuna kitu ambacho kimenileta hapa mjomba. Kuna watu wanasumbua sana katika hichi kijiji mjomba. Tangu mara kwanza siku ambayo mimi nimefika katika hichi kijiji, hao watu mimi ndo nilikutana nao kwa mara ya kwanza. Wale watu ni akina nani mjomba? Mjomba, ngoja kwanza nimeze mate. Hao watu walikusumbua wewe? Siku ambayo mimi nimekuja katika hichi kijiji, ukanikabidhisha kwa mwenyeji wangu bwana Madulo. Hiyo siku bwana mimi ndo nimeenda na Madulo katika kijiwe chao ambacho wanakaaga vijana wanabadilishana mawazo. Ndo wakatokea hao vijana. Wakina Madulo wote walinikimbia mjomba, nilibaki peke yangu yani mjomba. Walivyonikimbia, wale jamaa walipofika pale wakaniona mimi mgeni. Wakaona haina haja ya kunipiga waniumize. Wakaniambia tu kwamba hivi tusikutane tena. Tukikutana tena yani ni macho mjomba. Yani sina bahati Kwa bwana akwambia macho. Msikutane tena. Ndio. Lakini mjomba, usiwaze kwa sababu gani? Kama macho msikutane tena, njia zipo nyingi, wewe ukutane nao tena. Hilo moja, hao vijana kimsingi mjomba watakuwa wapi? Mimi mbona kama siwafahamu vizuri. Wewe unawajua? Mjomba unanidanganya. Yaani wewe mjomba katika kijiji wewe mwenyeji. Alafu unaambiwa yani hujui yanayoendelea katika kijiji. Usinifiche mjomba. Niambie ukweli tu mjomba. Leo limetokea dogo, kesho linaweza likatokea kubwa mjomba kuliko hili. Basi tufanye hivi mjomba, kwa sababu wali ushafika mezani, haina haja ya wenyeji tukaanza kunao, si ndivyo? Ndio. Kimsingi bwana wale watu ni vijana wa Odumba Madweke, jitu la mtumba. Umeona bwana? Odumba ni kijana mmoja mshenzi sana. Kwanza aliasi kwenye hichi kijiji. Umeona mjomba? Alivyoasi yule bwana akachukua vijana ambao wanajua hii, akawafua nini, wakawa wanapiga ngumi na vitu kama hivyo, wana mapanga, wana visu, wana nini. Kwa hiyo wanachokifanya wao ni kutupa kashikashi sisi. Umeona? Ndio. Lakini kwa sababu mjomba wako niko vizuri, unajua mjomba, mimi mwaka 79 nilikuwa Thailand. Umeona? Masakati Oman. Kwa mkono niko vizuri. Jackson hajatulia asubuhi. Mimi nilikuwa nao kipindi kile cha Tai Chi, sijui nini wachanganya cement na nini na mkono nini ile mashua. Niko vizuri wewe unajua? Ndio. Asa kwa kuligundua hilo mjomba, nikasema mimi nikikueleza mapema kipindi wewe ni mgeni, unichukulia mimi mjomba wako mdhaifu. Kwa mimi nitaliweka sawa mjomba, kwa sababu umeniambia hilo limefika. Nitakaa na mama Shivu wenzangu tutalinyosha. Kwani wewe una wasiwasi? Hakuna lingine? Basi haina shida kuhusu hilo mjomba. Asante sana mjomba, mimi nataka niende. Mbokolo wewe. Mimi nadhani ajenda zetu ni zile, ni ulinzi na usalama katika kijiji chetu, lakini pia tumeona hili jambo tusilifikishe kwenye ngazi za juu za kisheria, kwa maana polisi. Tumeona tuanze kuzungumza sisi wana kijiji, kwa sababu hawa vijana ni miongoni mwa watoto wetu na sisi ndo wazazi. Hivyo basi nimruhusu mwenyekiti aweze kuwakaribisha kwa mikono, kwa kuchangia, ili tuone ni namna gani tunaweza tukalimaliza hili jambo. Ombokolo oye. Asante mwenyekiti, tunaweza tukaendelea. Asante tena kwa mara nyingine. Nafikiri ndugu wananchi, mmeweza kusikia
ajenda zilizokuwepo mbele yetu, na ajenda kuu ni kuhusu usalama wa kijiji chetu. Kwa hiyo mimi nipende kuwakaribisha yeyote mwenye mawazo ya kuchangia, atanyosha mkono na mimi nitamruhusu atachangia kwa ajili ya kuboresha au kutatua kero ya kijiji chetu. Karibuni. Karibu. Ombokolo hoi. Hoi. Ombokolo safi? Safi. Kwanza kabisa, awali ya yote, napenda kutoa shukrani zangu kwa ajili ya nafasi hii niliyopata. Kwanza kabisa tunashukuru viongozi kwa kuhudhuria katika mkutano huu mfupi na wanakijiji wenzangu wa Ombokolo. Swala langu bwana mimi ni moja tu. Hatuwezi tukachangia maoni juu ya hawa ambao wahalifu wanaotuharibia kijiji wakati humu ndani sisi wenyewe tuna migogoro. Kwa mfano pale bwana Mtanga, mimi hadi leo hii nina hasira naye. Ongea kuhusu masuala ya kijiji. Ongea kuhusu masuala ya kijiji. Haiwezekani. Masuala mbovu. Bwana mwenyekiti, kwa nini mimi anitangazia kwamba mimi shoga kwenye hichi kijiji? Huyo ongea habari gani jamani? Mwenyekiti, mimi nakwambia huyu mimi na hasira naye huyu. Huyo anasemaje huyu? Mbasi muelewe huyu akuja kusemaje huyu? Jamani. Vijana, ningemwacha. Bwana, hebu hiki ni kikao. Hebu kuheshimu kikao. Mimi si wa kutafuta bwana Mtanga, bwana Mtanga. Bwana kutafuta bwana Mtanga. Nimeenda na mke wangu bwana Mtanga. Msika huyo. Msika huyo. Unakuja kutabari gani? Wameshika msika. Alisha kikao. Wanakijiji wa Ombokolo oye! Oye! Safi! Safi! Nashukuru sana kwa kuja kwenye kikao chetu cha pili. Naomba tutulie tuweze kuwasikiliza viongozi wetu ili tupate mwafaka wa jambo hili. Karibu sana mtendaji. Ombokolo oye! Oye! Ombokolo safi! Safi! Bwana, sitokuwa na mazungumzo mengi. Naomba tuwe wasikivu ili tusije tukaharibu ikatokea fujo kama kikao cha kwanza. Naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti aweze kutufungulia kikao chetu. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana. Ombokolo oye! Oye! Ombokolo safi! Safi! Kwanza kabisa nipende kufurahi kuwaona wananchi wangu au wanakijiji wa kijiji cha Ombokolo mlioweza kujitokeza siku ya leo. Jamani, mimi ningetanguliza kabisa ya kuzingatia ni tuwe na usikivu ili tukimaliza kikao hiki salama tusije kupelekea kama tulivyofanya kikao cha kwanza kikao kikavunjika. Kwa kuyasema hayo, kikao hiki natamka rasmi nimekifungua. Ombokolo oye! Oye! Nashukuru sana mwenyekiti. Ajenda ni zile zile. Nadhani ajenda tulikuwa tumeshazizungumza ni kuhusiana na ulinzi na usalama wa kijiji chetu, lakini jambo lingine ni kuhusiana ni sisi wenyewe ni namna gani tunaweza tukawadhibiti hawa vijana wanaotusumbua katika kijiji chetu. Kwa hivyo basi nisiwe muongeaji sana, twende moja kwa moja kwenye ajenda yetu ili mradi tuweze kupata maoni yenu, kushirikiana kwa pamoja na viongozi tuone namna gani tunaweza tukaleta usalama kwenye kijiji chetu. Ombokolo oye! Oye! Naomba sasa mwenyekiti uweze kuendelea kuhusu mikono ili mradi tuweze kusikilizana. Asante. Imani, nafikiri sasa ni muda wa kunyosha mikono mwenye lolote la kuchangia kwa ajili ya kupata suluhu ya jambo hili. Kama una swali au una hoja ya kujenga, yeyote namkaribisha. Karibuni. Karibu. Ombokolo oye! Oye! Ombokolo safi? Safi! Kwa majina naitwa Bwana Mkushi. Kwa ukubwa shikamoni, kwa wadogo jamani habari zenu. Marhaba. Kwanza kabisa nia na dhumuni la kikao hichi ni kuja kuongelea matatizo yaliyokuwepo kwenye kijiji chetu, hasa kwa hao vijana wa Odumba ambao wanatusumbua sana katika hiki kijiji. Mimi kama mwana kijiji mwenzenu kiukweli limenichoma na limeniuma. Ndio maana nikaja hapa na
kuja kuelezea, kwa sababu wananchi tumekosa amani, tunalala kwa manyanyasiko, tunatembea bila furaha. Na hakika ulinzi upo, lakini tunashindwa kuelewa ulinzi unafanya kazi gani katika hao vijana. Sisi tulikuwa tunahitajika tuweze kuomba kwa viongozi wetu waweze kutusaidia kuweza kuwakabili hao vijana, ili mradi na sisi tuishi vizuri katika kijiji chetu. Mimi yangu ni hayo tu jamani. Mwingine? Naona kuna mkono wa pili, karibu hapo tena. Ombokolo oye! Oye! Ombokolo safi! Safi! Kwa majina anaitwa Mkechi. Mimi ni mgeni katika kijiji hichi, sina muda mrefu sana. Ila kwa maoni yangu mimi hapa, sioni haja ya kwenda kituo cha polisi wakati hawa wahalifu hawafiki hata robo ya kijiji hichi. Na katika silaha ambazo wanatumia ni silaha ambazo hata sisi tunazo majumbani kwetu. Wangekuwa na silaha ambazo sisi hatuna, hapo ningeona haja ya jeshi la polisi. Kwa naomba sisi kama wana kijiji tushikamane, tupambane na hao vijana bila kushirikisha jeshi la polisi. Maoni yangu ndo hayo kijana. Asante. Kuna mwingine mwenye swali au mwenye uwezo wa kuchangia? Kwa kuwa naona ukimya wa kutokunyosha mikono, na maana maswali si hakuna jamani, basi nimruhusu hapa mtendaji wangu anisomee moja moja, tuanze kutafakari, tutolee taarifa, tumalize. Asante, nashukuru kwa maoni mazuri walioyatoa wanakijiji, kwa kweli tuwapigie makofi. Wanakijiji wametoa maoni mazuri, wametoa mawazo ya kujenga. Kiukweli kama walivyosema, hili jambo sisi wenyewe tukishirikiana tunaweza kuwadhibiti hawa vijana. Haina haja ya kupeleka mambo huko kituo cha polisi ama kuita jeshi la polisi. Mimi naona kwa haya aliyochangia ndugu mwananchi pale na huyu mwananchi aliyochangia ni masuala mazuri ambayo sisi tukiazimia haya vizuri na tukatenda vizuri, basi tutaweza kuwatokomeza kabisa hawa vijana. Basi mimi kwenye hili naomba nimruhusu mwenyekiti aweze kuendelea na utaratibu mwingine wa kufunga kikao. Lakini kwenye hili mimi naomba tujiandae, na mimi kama mtendaji wa serikali, mwakilishi wa serikali, nitalichukua hili, nitalifikisha juu ili watuletee mkufunzi wa kuwafunza vijana wetu ili waweze kuingia site kupambana na hao vijana. Ombokolo oye! Oye! Kwa sababu kila kinachofanyika serikali iko macho. Kwa hiyo kwenye hili naomba tushirikiane na tujiandae kwa ajili ya mafunzo kwa sisi vijana ili tuweze kupambana na hao vijana. Ombokolo safi? Safi. Nimkaribisha sasa mwenyekiti aweze kufunga kikao. Mwenyekiti karibu sana. Ombokolo oye! Oye! Mimi naona jamani, mawazo ya wanakijiji waliokuwa wengi yote ni ya kufanana. Sasa hapa tunataka tuanze utekelezaji. Ila kabla sijafikia huko mbele, naomba nimkaribishe mjumbe kama na lolote la kuzungumza au la kuchangia. Karibu. Ombokolo oye! Oye! Ombokolo safi? Safi. Naomba niwashukuru sana viongozi wetu kwa kuja, kwa kutusaidia kutusikilizia jambo hili. Kwa hiyo tunawashukuru sana na karibuni sana kujihusisha. Sasa wana Ombokolo, nafikiri hawa vijana wanaotusumbua sio kwamba wamekishinda kijiji. Wanakijiji tunawaweza. Na hata mimi katika hao vijana ambao wataenda kujitolea, kwa sababu na mimi bado ni kijana na mimi nimo. Kwa hiyo tujitolee kwa ajili ya kupambana na vijana wetu. Imani mimi sina mengi ya kuyazungumza, labda kwa kuyasema hayo nitamke kwamba kikao hiki nimekigairisha rasmi.